ukweli mchungu, lakini nitakuzingatia tu, unajua. Lakini wewe unaponiambia mimi nauza duka, afu kumbe unauza duka kweli, unauza duka lingine, sio unajua, unakuwa unanichanganya, nikija kujua naona hii style gani. Yes, alright, bana, mambo vipi? And of course tutakuwa uko poa kinoma noma. Mimi naitwa Hesen the Max and this is Alpha TV. Yes, niko na moja kati ya artist ambao wanafanya poa sana, TikTok maker, actor, lakini pia ni mwanamuziki. Nimemtimbia mtaani kwake kwa ajili ya kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na yeye, kazi zake na vitu kama hizo. By the way, tokea mwaka umeanza hajawahi kuzungumza. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, namleta kwenu Kid Y. Mambo vipi? Bwana safi kabisa. Harakati. No, madomzi wangu tunalisongesha tu. Na kuona mtaani kwako nini? Ukiwa rais lazima uwe na sehemu yako unawakilisha. So unajua sana mimi mtoto wa mtaani nawakilisha sehemu nyingi. Yeah. Ukinikuta Tabata nitakwambia mimi nawakilisha Tabata, ukinikuta Mbagala nitakwambia mimi nawakilisha Mbagala, ukinikuta Mwananyamala nawakilisha Mwana. Yaani si unajua nikikwambia mtoto wa mtaani, ndo mimi yani. Nawakilisha kila sehemu. Okay, anyway, by the way, tokea mwaka umeanza hujawahi kuzungumza chochote kuhusiana na career yako na vitu ambavyo unavifanya. Mwaka ndio hivi unaisha, tunabakisha mwezi mmoja ili kuweza kumaliza mwaka 2025. Ni vitu gani ambavyo umefanya na unaweza kujivunia kwa mwaka huu kwamba yes, mimi kama Kid Y this year nimefanya kitu 1, 2, 3 and I'm so proud kuhusiana na vitu ambavyo nimevifanya. Mimi tu kwanza ninachojivunia hata kuwa na pumzi tu mpaka muda huu hapa. Jambo kubwa sana kwa sababu kuna wanangu ambao tulikuwa wote tunapambania hichi kitu kimoja, si unajua, lakini wao hawajapata bahati ya kufika hata hapa ambapo mimi nimefika. Si unajua Mwenyezi Mungu amewapenda zaidi. Kwa hiyo mimi naamini kwanza pumzi ambayo ninayo hapa kitu kikubwa sana. Au mengine secret, si unajua, mipango siri. Siwezi kwa kila mtu namshow kwamba mimi nimefanya hiki, kuimprove watu kwa mdomo haisaidii. Ila ninavyozidi kufanya watu wanaona kwamba akafanya bwana yupo sehemu fulani, wanaona. Nikisema niwaambie kwa mdomo wataona jamaa anajitanua, ila wanaona. Okay. Yeah. Okay, anyway, TikTok maker. Kupitia account yako ya TikTok umekuwa ukipush kazi zako, tumekuwa tukiona na nini. Lakini mashabiki zako wengi wamekuwa watoto wa kike. Yes, kutokana na content ambazo unazifanya. Yeah. Inakudisturb kiasi gani kupata mashabiki wengi wa aina hiyo? Kitu cha kwanza mimi je kunidisturb kuwa na shabiki wa kike. Kwa sababu unajua, unaona hata hii mitandao 90% wanaoitumia sana ni wanawake. Unajua? Wanaume sio sana. Umeona wewe, nikikuuliza wewe siku nzima ya leo umeingia mara ngapi TikTok? Hata mara 5 haifiki. Lakini kuna mdada huyo kamaliza shughuli zake leo kashaingia TikTok hata mara 8, mara 9. Unajua? Kwa wao ndo kama wana kipaumbele sana kwenye mtandao. Kwa mimi je kunidisturb chochote. Kwanza nawapenda kama mashabiki zangu. Na ndio maana mara nyingi wanajibu sana comment zao pale. So unajua mtu anaweza kaona labda vipi style gani, lakini mimi ndo fresh yani kuwajibu mashabiki zangu, kuonana nao, tunazungumza. Ndio mimi nikuta street, yani umenikuta mtaani yani. Kwamba mimi mashabiki zangu wanatokea huku, lazima niwe street wanione, tupige story hivi na hivi. Kuna ugumu kiasi gani kwenye kazi yako? Ugumu upo kwa sababu unakutana na changamoto nyingi. Kwa mfano labda naweza kutolea miaka tunaanza TikTok. Mimi nilikuta watu wote tayari washaji categories kwamba mimi nafanya singeli, mimi nafanya bongo flavor, mimi nafanya mapiano, mimi dancer. Sasa mimi ilikuwa inanichukua ugumu kwamba mimi naingia hapa nafanya nini hapa? Yaani hapa naingia na waaminisha watu nini waniamini, lakini mimi nikaja na mfumo wangu mmoja au nikawa naimba taarabu. Hiyo kwa haraka ukiambiwa lazima style gani naimba taarabu? Unaka miusho. Lakini huwezi amini. Mimi nimeingia kwenye tasnia, nimemkuta mtu mmoja tu ndo anaweza kujishoot hivyo, unajua akajishoot hizo taarabu mtu mmoja tu. Nikaingia mimi nikaanza kufanya, mara kwanza kati naanza kufanya nilikuwa napata nakutana hata na comment 50 zote za watu wanakutukana, unajua zile comment 60. Lakini zile zilikuwa zinifanya mimi kwamba nipate disappointed, nione mbona kama ngumu hii. Zile ndo kwa zinanipa hope kwamba sana nafanya na tena. Lakini sasa hivi zile comment za matusi, sasa hivi nikiposti clip yangu moja nimeimba taarabu, utadada zao hapo chini. Jamani Kidi, jamani. Kuona kutazipo nyingi, kwa ina maana kumbe mimi nilichokifanya watu walikuwa wanataka kuaminishwa. Tunajua muziki aina ya taarabu ni kama singeli tu au ni kama bongo flavor tu. Kwa sababu ukiniambia ule ni muziki wa wanawake, nionyeshe muziki wa wanaume ni upi.
Nini hip hop? Hawaimbi mademu. Sababu by the way kuna wanaume ambao wanasikiliza taarabu na wanapenda pia. Mimi mmoja hapo mzee. Chukua simu yangu playlist nyimbo ya kwanza mpaka ya 15 zote nimeweka taarabu. Masia. Kwa sababu nasikiliza yani ni muziki ambao naweza nikasikiza na mtu yoyote. Yaani wewe ukiona unajikategorize unasema taarabu muziki wa kike sijui nini. Wewe ndo unafikiria hivyo kwenye kichwa chako. Mzee Yusufu mbona alikuwa anaufanya? Unaona la kike au? Kwamba ni muziki, ile ni biashara. Yaani muziki ni biashara. Yaani kila muziki unaouona hauna categories kwamba huu ni wa kiume. Ndio maana mpaka leo ana hip hop nao unaona kuna namna fulani anaimba hip hop ambapo hata mdada anaweza akafanya akajirekodi. Sio, umenielewa hapo? Kwa mafikirio ya watu na mitazamo ya watu ndio inapotesha vitu. Okay. Nimeona pia ukubwa wa content zako unahusu mapenzi sana. Yes, kuna ukweli wowote kuhusiana na real life kuhusu wewe na mapenzi na content ambazo unazifanya? 90% mimi nafanya kitu ambacho kipo kwenye maisha yangu. Yaani ukiona nimeshoot nyimbo ya kuumizwa basi nimeumizwa. Siwezi kufake yani, mimi kufake sijui yani. Kama wenzangu hapa fake siwezi. Mimi ninachokifanya kipo real, yani nafanya kitu ambacho kimeshanitokea. Yaani kama ni mtu ambaye amekaa na mimi basi asilimia nyingi ya vitu ambavyo ninashoot si shoot kwa miemko. Kwamba eti kwa sababu mimi nafanya, mimi na shoot kitu ambacho kipo ndani yangu. Yaani nasema sasa hivi najisikia kabisa nimeumizwa, naweza nikatafuta nyimbo labda ya Mwanangu Aslam, Mwanangu Buki. Sio, umeelewa nikajishoot kwa sababu ni furaha ambayo mimi nahisi kama ni sehemu yangu kutafutia amani. Mimi mara nyingi hata nikiachwa mzee wangu. Mimi nikiachwa tu sasa hivi hapa nikiachwa. Mimi sitafuti demu mwingine. Si unajua? Mimi nataka nijue nimeachwa kwa sababu gani afu na solve vipi tatizo langu. Kwa ule muda wa kusolve sasa ndio wanatafuta vinyimbo vangu hapa vya katikati vya kuniweka sawa. Nikishoot challenge zangu 3 tu mzee, kama uliniacha nikishoot challenge zangu hizo 3 tu za kuumizwa 1 2 3. Nimekusahau mzee. Nyeupe. Okay, mwaka tukio umeanza, umeachwa mara ngapi? Tangu mwaka umeanza. Mimi naachwa sana mzee wangu. Mimi naachwa sana afu napendwa sana. Kwa haraka kama mara ngapi hivi tokea Januari mpaka sasa hivi Novemba? Sina mahusiano mengi sana tangu Januari sasa hivi nimeachana mwanamke mmoja. Kama sio mmoja haba wawili. Ila mmoja. Yapi alikuumiza ambao yani kwa kusahau ni ngumu? Hadi Mungu kundanganya kazi anaofanya. Yaani hiyo inaniumizaga, hiyo nikikaga na waza sana. Style gani huyu mchumba linaonaje yani unajua kwenye maisha kuna kitu kinaitwa ukweli na uwazi. Ili tufanikiwe kwenye mahusiano tukiwa wawili, niweke wazi. Unajua? Ukweli mchungu lakini nitakuzingatia tu, unajua? Lakini wewe unaponiambia mimi nauza duka, afu kumbe unauza duka kweli, unauza duka lingine, unajua unakuwa unanichanganya, nikija kujua naona hii style gani? Inakuwa meusha kama uelewi. Kuna vitu hujawahi kupigwa matukio mjomba? Ngoja utapigwa matukio. Okay, tukio gani ambao umepigwa mpaka ukasema naweza nikachola lines fulani kuhusiana na tukio ambalo nimeshakutana nalo kwenye mahusiano yangu? Tukio mengi, ila kuna hili nakumbuka jana nitoka kwenye mezunguko yangu hivi nikakutana hizo situation kama za kuumiza kama 3 hivi. Lakini kuna hii moja nikarudi mpaka nikamsimulia bro, nikamwambia unajua kuna mwanamke mimi nampenda sana, lakini kwa watu ambao tumeshafikia mimi naona kama tuachane tu. Unajua brother aliniuza kwa sababu gani? Kwa sababu ni mwanamke ambaye watu wote wanamjua nini, si unajua zile. Unajua unampenda mtu, mnaishi, anakudanganya, unavumilia, analeta maisha ya dharau, unamtreat vizuri kama mwanamke wako. Lakini ikifika muda moyo sio kishasema wewe sio chaguo, unaacha. Bro, mimi nimemkuta mpenzi wangu anatatu ya mtu mwingine. Waacha. Yani hatujaachana, hatujaambiana so koma tuachane. Yani ugomvi kidogo utafika na kumwandika mtu mwingine. Yani hebu tupe hiyo experience kidogo. Yani kwa upande wako wewe baada ya kuona hiyo tattoo ilikuwaje? Yani the first time unaiona hiyo tattoo, kwanza ilikuwaje mpaka ukaiona hiyo tattoo? Hiyo sana kupa hiyo. Hiyo nipo naongea na mchumba, si unajua. Vipi fresh upo wapi? Bwana mimi nipo same friend nimepoa. Basi nataka nitokee hapo. Kuna zawadi nataka nikuletee. Kweli kulikuwa na picha fulani hivi. Nilikuwa nimemtengenezea, si unajua. Mnyamwezi nikaichukua ile picha, si unajua. Panda bodaboda na furaha kichizi hapo. Nipo njiani natumiwa viewers zile kama 8 hivi. Afu namba ngeni. Viewers 8 bro, unaelewa? Nipo kwenye boda hapo nikasema hizi viewers inaweza kama mtoto nikanitumia vitu fulani.
sema ngoja nifungue, nikatoa pods za haraka ngeka masikioni, nikafungua. Nafungua viewers ya kwanza tu, inamuonesha mpenzi wangu na mshikaji wapo kwenye hali fulani hivi ya mapenzi sana. Alafu na ndo demo ambaye mimi naenda kuongea naye, si unajua, kwa ajili ya mambo yetu yawe sawa. Niliona tu vile nikapata kama mshtuko hivi, lakini nikajicontrol. Sio ile kwenye bodaboda barabarani bwana. Nikafungua viwansi ya pili, demo wangu anachora tattoo, yani anachora tattoo kwamba unajua maumivu ya tattoo? Najua. Sana muandika mtu, you know, afu baadaye anakuambia huyu mtu mimi simpendi. Wewe, na make sense bro. Sio kila hivi. Basi Kinyamwezi mimi zile viwansi zote nilivozifungua nikanuna, si ndio? Nikakausha, nikafika hadi pale. Sasa nikawa kila nikimwangalia dem nakosa majibu kwamba yani mchumba yani box gani yani kwamba kuchukuliaje yani sio, alafu nipopaka pale yani bado anaonyesha kwamba mimi nakupenda, sio unajua. Ikabidi sana nikae naye chini, nikajua udemu yeye atakuwa ajue alipokuwa anakosea, au sio? Sema ngoja nimuelekeze ili ajue alipokuwa anafanyaje anakosea. Lakini huwezi amini mpaka sasa hivi bado nina majibu ya maswali ambayo hana majibu, kwa sababu pamoja na kumuelekeza zote anazokosea, mchumba akastiki kwenye msimamo wake she. Haujajifikiria labda kuna sehemu ambapo labda ulikosea na nini? Mimi sikosei brother. Kwenye mahusiano mimi nipo perfect sana. Kwa sababu mimi ukiona na kutreat kama mwanamke wangu na hutaki kukaa kwenye line yangu, basi mimi nakutoa mapema ili nisije nikaharibu status yangu. Umenielewa hapo? Nikiwa kama mwanaume wako na kutreat kama mwanamke wangu uwe kwenye line yangu, nikiona ufiti kwenye line yangu na kutoa ili nisiharibu status yangu. Okay. Nguvu ya content yako huwa inaongezeka pale unapoachwa au hata ukiwa kwenye mahusiano. Kwa sababu content zako tukizitazama zimebase sana kwenye mapenzi. Yes, inakuwa ni rahisi kufanya content ukiwa kwenye mahusiano au ukiwa out of. Mimi kwanza nikiwa sipo kwenye mahusiano, yani sina mahusiano na mtu yoyote, akili yangu ina focus sehemu moja tu. Ila kama nikiwa kwenye mahusiano, basi akili yangu kama ina drop, na ndio maana si rahisi kuingia kwenye mahusiano na kila mwanamke. Kwa mfano mwanamke ambaye mimi na date naye, yani mwanamke ambaye mimi nikisema una date naye, kwa sababu of course nipo kwenye mahusiano, siwezi kuficha. Mwanamke ambaye na date naye 90% wote tunaendana career. Yani kwamba mimi napenda kamera naye anapenda kamera kweli, yani kwamba sisi tunaweza tukafumba macho tukifumbua. Tushashoot mzee. Mimi na mwanamke wangu nashukuru Mungu kwamba ananisikiliza. Sometimes unajua mimi mwanamke wangu anajua hadi kushika kamera, hadi kuedit anajua. DOP mzuri, editor mzuri. Mimi nalala pale na mwachia na edit mzee. Vizuri tunachupa, nikikuonesha unakataa. Kwa nini? Kwa sababu sio kwamba I'm proud, kwa sababu nimetafuta mtu ambaye tunaweza tukaendana career, tusisumbuane hapa katikati. Naogopa sana kusumbuana. Mwanamke ambaye ana ushamba na mitandao ni rahisi sana kukusumbua, kwa sababu atakuwa amekuja kwako kwa ajili ya zile namba, viewers, unajua zile likes na comment za watu. Lakini mwanamke ambaye hana ushamba na hivyo vitu, basi anakuja kwako kwa ajili ya mapenzi. 70% wanangu mimi nawaambiaga kila siku, mnapata sana wanawake ambao wanapagawa na comments na likes. Ampati wanawake sahihi. Ukitaka kuchunguza watu ambao wanawake sahihi ni wachache sana kwenye tasnia yetu. Na wanadumu brother, chunguza. Mimi natolea mfano tu mmoja tu, Zela Kodi. Yule brother mimi nasema kabisa akapata mwanamke ambaye yupo kwenye career yake. Yaani anajua nini anafanya. Ushanielewa? Ila sisi tunapata wanawake ambao wanapagana na comments na likes zetu. Sijui unanielewa? Kwamba anaona mimi nikiwa na wewe sasa hivi hapa, nikiwa na Kidi nitapata comments, nitapata likes, si ndio? Nitajua hizi kwenda mjini. Afu kumbe mjini hapapo hivyo. Watu hawezi kupagana na mahusiano, watu wanapagana na kazi. Yaani umeona wale wanao like video zetu wale, hawezi kupagana na mapenzi ambayo tutashow mimi na wewe mzee. Watu wanapagana na kazi. Okay. Anyway, Kid Boy, nataka kufahamu umeweza kwa namna gani au umefaulu kwa namna gani kuweza kuwasilisha content zako kupitia TikTok yako? Nimeweza kwa 1% kubwa, naweza nikasema hata 100%. Sababu nikisema 100% namaanisha kwamba mimi content zangu sasa hivi zinaniingizia hela, yani nimekuwa kama mfanyabiashara unajua. Kwa sababu ukiniita kwenye kazi yako, kwanza na mimi na misingi yangu sasa hivi. Mimi siwezi tu ukanipigia tu simu sasa hivi eti njoo shoot tangaza dukani kwangu nikavaa tu haraka kwa sababu umeniambia ni hela nikaja. Mimi na misingi yangu kwenye kazi, na ndio maana nakwambia TikTok yangu kwa 100% imeshanipa manufaa. Yaani 100% mimi nimenufaika nayo sana na bado naendelea kunufaika nayo. Pengine
hata usingenijua mimi bila TikTok. Unajua? Tukiacha mazingira yangu ya movie, muziki, TikTok imenifanya nimefika mahala ambapo nikijiangalia hivi nasema yes. Yule pale ndo Kid. Kwa 100% sana imenisaidia. Okay, anyway, juzi kati tumeona Dula Makabila alikuwa ana yuko kwenye gari anaposti na pesa zake nini, pesa nyingi, na akasema kwamba yuko tayari kusaidia wasanii wa Singeli.